ni mradi ambao mimi nilikuwa nimeiweka katika roho. Mimi nimekuwa na passion ya ukulima kwa miaka mingi. Nimefanya katika mashamba mbalimbali. Tutahakikisha by mwisho wa mwaka kila mtu atakuwa confidence. Mimi na nyinyi mtakuwa confidence ya kwamba sasa hata tukianza dopa ama ndume, ram moja anaweza kuadhibu lakini water iko tu silent, iko silent. inatata vizuri. Karibu kwenye kipindi cha ufugaji wa dopa bora mahali kwa majina naitwa Alphonse Limo. Mimi natoka nchi ya Kenya. So wakulima wengi ambao mimi hushirikiana na huwa kati ya Nandi County na Uasin Gishu County. Na pia kuna wakulima wachache katika sehemu ya Trans Nzoia. Lakini zile kaunti mbili ambazo mimi hufanya sana ukulima ni Nandi County na Uasin Gishu. Ile shamba ambayo tulianza mradi iko katika Nandi County, iko sehemu inaitwa Lesos, na ndo nilianza zile kumbukumbu ya safari ya ufugaji wa dopa. Kwa kweli ni mradi ambao mimi nilikuwa nimeiweka katika roho. Mimi nimekuwa na passion ya ukulima kwa miaka mingi. Nimefanya katika mashamba mbalimbali kama msimamizi kadri ya miaka 15 hivi. Nimekuwa nikifanya kazi za mashamba. Hiyo ni historia yangu, yani background yangu ya ile vitu ambazo nimefanya. Kwa ukweli nimevutiwa sana na ukulima. Nilijaribu ukulima wa ng'ombe, nilifanya kwa miaka kadhaa, na baadaye nikakuja nikafanya pia ukulima wa nyanya sana, na ndio juzi tu sasa ndo nikaanza ukulima wa dopa. Na kwa kusema ukweli, hakuna ukulima ambaye imenisisimua sana kama huu wa dopa. Ingawaje nimekuwa nikifikiria kwa miaka kadhaa. Nakumbuka miaka 4 iliyopita nilikuwa na mteja mmoja ambaye alitaka mimi nimtengenezee plan ya dopa farming. Alikuwa anataka kuifanya kule Kajiado na niliweza kumwandikia ile plan ya dopa. Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza sasa kuanza kujua kuna kondoo ambaye anaitwa dopa miaka 4 iliyopita. Na nilipomuundia ile plan ndo nikapata ile insight, ama yani nikapata kuangalia ile dopa kwa umakini, na nikaanza kuifikiria sana. Nikasema kama kwa kweli hii dopa ni vile inasemekana iko, then inaweza kuwa ni ufugaji bora sana, kwa sababu ile mambo nilikuwa naona kuhusu dopa nilikuwa naona wow, kama mtu anaweza kuimplement basi unaweza enda mbali sana sana kama umefanya ukulima wa ng'ombe. Unaona ukulima wa ng'ombe una changamoto mingi sana. Kwanza ni malisho. Ng'ombe sana zile za fresher ambazo ndo ziko na umaarufu sana kwa sababu zina production ya hali ya juu ya maziwa. Zinakula chakula mingi sana. Naweza kuambia kwa mkulima wa dopa, ile chakula ng'ombe moja inakula kwa siku moja inaweza lisha dopa hata karibu mwezi mzima. Yani ng'ombe moja kama unaweza kukompea ng'ombe moja na dope moja, nafikiria chakula cha ng'ombe moja siku moja inaweza mlisha dopa na estimate tu, kwa sababu ng'ombe anaweza kula kati ya kilo 20-25 na dopa anaweza kula kati ya kilo 2.5 hadi kilo 4 kutegemea ukubwa wake. So unaona kilo 2.5 na kilo 25 inaweza mlisha dopa moja siku 10. Yani chakula cha ng'ombe moja siku moja inaweza kumlisha kondoo mmoja wa aina ya dopa kwa siku 10. So changamoto katika ufugaji wa ng'ombe ilikuwa ni malisho, na ile inaitwa ng'ombe pia huwa sensitive sana. Ugonjwa kidogo tu inaweza kukugharimu pesa mingi, inaweza pia kukugharimu production ya maziwa. Kwa hivyo changamoto ya ukulima wa ng'ombe ilikuwa juu. Na yani ukitoka kule kwenye ukulima wa ng'ombe sasa ukuje dopa, unaipata ni rahisi kweli. Na mimi najua watu wengi wale wamewahi jaribu kufanya ukulima wa ng'ombe alafu wakakuja wa dopa, wao wanaipata ni ukulima rahisi sana. Na pia ule hajawahi fanya ukulima, unapata ukulima wa dopa ni ukulima ambaye ni rahisi sana kuanza, hauhitaji capital ya hali ya juu kama ng'ombe. Naweza kushangaza kukwambia saizi hapa Kenya kuanza dairy unit nitakana uwe na takriban 1,000,000 ndio uanze ukulima wa ng'ombe. Lakini dopa hata 1,100,000 za Kenya unaweza anza dopa vizuri sana. So hiyo tu ni kati ya mambo yale ambayo yalinipa motisha mimi
kuanza kuangalia ukulima wa kondoo na hasa dopa. Na kama ulipoona kwa hiyo miradi za kwanza, kama umekuwa ukitufuatilia, tulikuwa tunafuga kondoo za kienyeji, na kondoo za kienyeji pia zina changamoto zao. Kwanza kilo yao haiendi juu sana, bei kwenye soko, na muda ule unachukua ndio tangu kondoo kuzaliwa mpaka afike kwenye afikishe zile kilo za kuwapeleka kwenye soko, inachukua muda sana. Na hata huwezi pangia, huwezi sema ni mwezi moja, huwezi sema ni mwaka moja na nusu. Kila kondoo inategemea. Unaweza kuwa hata unawalisha vizuri lakini hawakui kwa njia ya haraka. So hizo tu ni baadhi ya yale mambo ambayo yalinifanya mimi nikaanza kufikiria hii dopa itakuwa vipi. Yeah. Hilo ni swali nzuri sana. Ni swali nzuri kwa sababu hii channel yetu ya ufugaji wa dopa, nikianza actually sikuwa na mpango ati itakuwa kuwa kubwa hivi, na tulianza mwaka wa 2026 mwezi wa pili. Actually tulianza mwezi wa pili, na tulikuwa tunajaribu kutransform sasa kutoka kwa ile kondoo ya kienyeji kuja kondoo ya dopa. Kwa hivyo kwangu mimi ilikuwa tu kuweka kumbukumbu na kuwasaidia marafiki zangu wachache ambaye huwa nawahudumia kwa ufugaji, kukuwe na platform ambaye wanaweza waenda wakaiangalia wakaona ndio tumeanza ufugaji wa dopa, tulianza hivi, zile changamoto tulipitia. Ilikuwa tu njia moja ya kuweka kumbukumbu. Na kwa kweli kilichonichangaza zaidi ni ziara za mashamba. Kwenye ziara za mashamba ndo mimi naweza sema ilikuwa ile surprise kubwa kwangu na pia kwa watazamaji wetu, kwa sababu mi hata sikutarajia nitatembelea shamba mingi. Nilikuwa nimepanga nitatembelea pengine mashamba 2, 3, tujifunze kitu 1, 2. Wazo langu wakati huo ilikuwa kwamba ukishatembelea mashamba 2, 3 utajua mambo 1, 2 ambazo zitakusaidia kuanza ufugaji wa dopa. Lakini la hasha, kila shamba lilikuwa na jambo ambalo mimi, na ilikuwa hivyo tu, kutoka kila shamba hadi nyingine unapata unajifunza mambo ingine, ni kama haina mwisho. Ni kama hata tukienda shamba 100 hatutakosa kujifunza. So nikaanza kuona kumbe hata nilikuwa nafaa kutenga mwaka mzima kwanza kutembelea mashamba kabla hata sijaanza dopa. Na hata naanza kuona ya kwamba itabidi nitembelee mashamba. So pengine mwaka ujao majaliwa, itabidi tuanze mradi wa dopa, mimi na nyinyi pamoja. Sasa mradi proper. Lengo kubwa ya mimi kufanya video ya leo ilikuwa actually kuwashukuru kwa kufikisha subscribers 1000. Kwa kweli kukuwa na wakulima 1000 ambayo wanakufuatilia kila siku si jambo la rahisi, na ni confirmation kwamba tunafanya yale ambayo watu wanafurahia, watu wanasisimuliwa, watu wanajifunza. Hilo ndio muhimu sana kwangu, ya kwamba watu wanajifunza katika hizi ziara za shamba na tunajifunza pamoja. Mi naona hata kama mimi ndio najifunza sana, na ningependa niwe na maarifa ya kutosha hii, lakini kile nimegundua ni kwamba hizi ziara za mashamba unajifunza mengi sana. Mimi hata ningependa kuwahimiza kabla hujaanza dopa, tembelea mashamba mingi kadri iwezekanavyo. Na kupitia sisi sasa, uko na nafasi ya kutembelea hizo shamba bila kutoka kwenye nyumba yako, bila kutoka kwenye ofisi yako. Unaweza tufuatilie, tutembelee hizi mashamba pamoja. Na pia ningependa kuanza kusema ni gharama. Nimeweza kutumia pesa mingi sana. Imebidi hata nisimamishe kazi zingine ambazo nafanya ili nipate muda wa kutembelea hizi shamba. Sio kazi rahisi. Kuna mambo mingi ambayo yanaenda katika matayarisho ya kutembelea shamba. Kuna kuongea naye kwa simu, kuna kumpembeleza akubali kwanza ukuje kwenye shamba, akuambie kesho siko tayari, kuja siku fulani. Kwa hivyo ingawaje inaonekana tu tumeenda kwa shamba na tunaongea, hapana. Kule behind the scenes kuna preparations mingi ambaye inaenda pale. Na kwa kweli mimi naweza sema kutembelea shamba moja tu inahitaji wiki mzima ya kujiandaa. Kwanza kumpigia simu yule shamba, akuelezee shamba iko area gani, iko sehemu gani. Na hata kutafuta hiyo shamba ya kutembelea kwanza ni kazi sana. Wiki mzima unaweza shinda ukitafuta shamba ya kutembelea na ukose. Kila mtu asikubali kwa hiyo wiki aseme tunafanya nini ya silage, tuko busy, sitakuwa mimi kama mwenye shamba sitakuwa around, vitu kama hizo. Na pia hali ya anga.
Saa zingine umepanga alafu siku hiyo inanyesha kunyesha kweli kweli, so saa zingine inabidi mna postpone. So kuna changamoto mingi, na nilikuwa nafikiria hata kukuja kwa msaada wenyu, nitakuja kuwaomba msaada ili tuweze kutembelea shamba mingi zaidi, na pia sijaweza kutembelea shamba ambazo ziko mbali. Saizi bado inabidi tutembelee shamba ambazo ziko karibu, lakini pengine na msaada wenyu tunaweza sasa kutembelea shamba zote. Na kuna pia zile shamba ambazo nimealikwa ambazo ziko Tanzania. Tanzania ni mbali na hapa. Kuna shamba ziko mbali pia na penye niko, penye inabidi uende kwanza utafute chumba cha kulala, ndo pengine siku inayofuata utembelee hiyo shamba. Kwa hivyo kwenda mbele tunaenda kuwa na kazi mingi. Kama sisi kama ufugaji wa dopa tunaenda kuwa na kazi mingi, na tuko ready for that challenge. Tutahakikisha by mwisho wa mwaka kila mtu atakuwa confidence. Mimi na nyinyi mtakuwa confidence ya kwamba sasa hata tukianza dopa, ama kama tayari umeshaanza, tutaimprove na tutaimprove wote pamoja. Asante sana.